Pasaka, ambapo baada ya wiki mbili tutakuwa tunasherehekea Pasaka. Kwa hiyo kwa msukumo wa Roho Mtakatifu nimepewa kuzungumza habari ama kuhusu Yesu Kristo. Nianze kwa kusema kwamba Ukristo umejengwa kwenye msingi wa Yesu Kristo. Nikiwa na maana kwamba hakuna Ukristo bila Yesu Kristo. Hakuna Yesu, hakuna Ukristo. Kwa hiyo tunapozungumza ama kujitambulisha, kwa hiyo tunapozungumza kuhusu Ukristo tunamaanisha Yesu Kristo. Lakini pia tunapozungumza ama unaposikia kuhusu neno wokovu, maana Ukristo inaweza kuwa ni dini, watu wamezoea tu kwamba Ukristo ni dini. Lakini niende mbele kidogo, tunapozungumza wokovu tunamaanisha Yesu Kristo. Unakumbuka yule mtu ambaye anaitwa Simeoni, ambaye alikuwa hekaluni baada ya miaka mingi sana kuhani. Biblia inasema ya kwamba walipompeleka Yesu hekaluni siku ile ya 8 kama desturi ya Wayahudi, akamchukua yule mtoto ili ambariki kama ilivyo desturi ya Wayahudi, kwamba mtoto wa kiume anapelekwa hekaluni baada ya siku 8 akiwa ametahiriwa. Kwa hiyo na Yesu naye alifanyiwa hivyo hivyo kwa sababu anatoka kwenye kabila la Wayahudi. Alipofikishwa hekaluni, Biblia inasema Simeoni akasema, sasa unamruhusu, akati anaomba anamwambia Mungu, sasa unaweza kumruhusu mtumishi wako akapumzika kwa amani kwa sababu ameuona wokovu wa Bwana. Kwa wale ambao wanajua maandiko, utakutana na hayo maandiko kwenye kile kitabu cha Luka. Ameuona wokovu wa Bwana. Alikuwa ni Yesu Kristo ameletwa hekaluni akiwa mtoto mchanga, lakini Simeoni hamuoni Yesu, hamuoni mtoto mchanga, anaona wokovu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo kwa maana nyingine Yesu Kristo ndiye wokovu mwenyewe. Andikaga hayo madini atakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa basi, kwa sababu Ukristo wetu ama imani yetu ya Kikristo imejengwa kwenye msingi ambao ni Yesu Kristo, lazima umjue unayemwamini. Ni hatari kumwamini usiyemjua. Kuna watu huwa wanafika mahali wameamini vizuri, lakini kwa sababu hawana kina kwa habari ya yule waliomwamini, inafika mahali wanachanganyikiwa. Imani nyingine zinawabeba. Unakuta ni Mkristo anayeamini katika Yesu Kristo kama sisi, lakini baadaye anahamia kwenye imani nyingine. Nisitaje imani kwa sababu najua tuko kwenye duniani huko, wasio wakasema alitaja dini yetu. Lakini anaacha imani kwa sababu alikuwa hana kina kwenye kile alichokiamini. Kwa hiyo ninapokufundisha kuhusu Yesu, lengo, kwa sababu kila fundisho lina lengo. Lengo ni kuelewa kwa kina, kwa mapana, kwa marefu, habari ya Yesu Kristo ambaye umemwamini. Wangapi wamemwamini Yesu hapa? Nione mikono juu. Na kuhakikishia kuna watu pamoja na kwamba wamemwamini Yesu Kristo, lakini hawamfahamu Yesu kwa undani. Kwa hiyo lazima umjue Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu Paulo kwenye kitabu cha Wafilipi sura ya 3 mstari wa 10, ile anasema, ili nimjue yeye na uweza wa kufufuka kwake. Lakini kile kipande tu cha kwanza, Paulo anasema ili nimjue yeye. Unaona shauku ya Paulo ni kumjua Yesu. Pale mbele anazungumza uweza uliomtoa Yesu kwa wafu, habari ya Roho Mtakatifu. Maana yake alikuwa anataka kumjua Yesu Kristo, lakini pia amjue Roho Mtakatifu ambaye ni uweza uliomfufua Yesu Kristo kutoka kwa wafu. Lakini kama utasoma pale utaona anasema ili nimjue yeye, Anapozungumza hivyo anamaanisha kuhusu Yesu Kristo.
Anasema ili nimjue Yesu Kristo. Ni matumaini yangu mchana wa leo, wakati Roho Mtakatifu analileta neno hili kwenye maisha yako, umjue Yesu Kristo kwa kina, umjue Yesu Kristo kwa kimo, umjue Yesu Kristo kwa marefu na mapana. Hiyo itafanya usimike miguu yako kwenye imani hii sawa sawa. Kusema amina sio dhambi ukiwa unasikiliza. Amina watumishi wa Bwana. Kwa hiyo kama usipomjua Yesu Kristo, unaweza ukahisi Yesu Kristo ni kijana mmoja mstaarabu ambaye alikufa akiwa na miaka 33, kijana mbichi tu mstaarabu, huambii kitu. Sasa Yesu Kristo sio mtu fulani mstaarabu aliyetokea zamani za kale ambaye sisi tumemfuata. Wakati ninazungumza utagundua Yesu sio mwanadamu wa kawaida. Pamoja na kwamba ni mwanadamu, lakini sio mwanadamu wa kawaida. Haleluya. Akisimama kwenye eneo la wanadamu, sio mwanadamu wa kawaida. Nifuate vizuri upate kuelewa yule unayemwamini ni mtu wa namna gani. Sikia, watu fulani wakamfuata Filipo, wakamwambia tunataka kumuona Yesu, tunataka kujua ni wa namna gani. Mimi ninamuombea mtu aliyeko hapa, shauku yako iwe kujua Yesu ni mtu wa namna gani. Ukimjua Yesu ni mtu wa namna gani, hauta struggle kwenye hii imani, hautakaa kiasarasara, hautamfananisha na chochote na yoyote. Haleluya. Yesu sio miongoni mwa waanzilishi wa dini. Si unanielewa mpendwa? Maana kuna waanzilishi wa dini ambao wanaaminiwa. Yesu sio shujaa mmoja aliyewahi kutokea miaka ya nyuma ambaye na sisi tumeamua kumfuata. Hapana, Yesu ni kitu kingine kabisa. Haleluya. Ukijua hivi utatambua ya kwamba uliyemwamini sio wa kawaida. Mungu awabariki mnaosema amina, kwa sababu mnanionyesha tuko pamoja. Haleluya. Utendaji wa Yesu Kristo kwenye maisha yetu, ama udhihirisho wa Yesu Kristo, naweka msingi bado, kwenye maisha yetu unategemea kiwango cha namna unavyomjua. Udhihirisho wa Yesu Kristo kwenye maisha yetu, utendaji wa Yesu Kristo kwenye maisha yako unategemea na kiwango cha ujuzi ulichonacho juu ya Yesu Kristo. Ndio maana unaona Paulo alikuwa na madhihirisho makubwa kwenye huduma yake, kwenye imani yake, kwa sababu alimjua sana Kristo, alimjua sana Yesu. Ombi langu umjue sana Yesu Kristo. Kwa hiyo itaamua madhihirisho ya Yesu kwenye maisha yako. Ukimjua Yesu kama kidole, atadhihirika kwako kama kidole. Ukimjua Yesu Kristo kama mkono, atadhihirika kwako kama mkono. Ukimjua Yesu mzima kwenye maisha yako, atadhihirika akiwa mzima kwenye maisha yako. Kwa sababu kuna watu wanamjua Yesu kwenye kipande tu cha mkono mmoja, na hiyo inawaletea matokeo hayo kidogo. Lakini utakapomjua zaidi, basi utapata matokeo zaidi. Sema amina kubwa yenye afya. Naomba twende tukaangalie kwenye Yohana sura ya 1 na mstari ule wa 1. Yohana 1. Naomba tuangalie pale. Tutakaa kidogo kwenye hiyo mistari kadhaa hapo kabla hatujahama. Kitabu cha Yohana sura ya 1. Yohana mtakatifu sura ya 1 na mstari wa 1. Anzia hapo. Tasoma katika jina la Bwana. Hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Yesu Kristo ni Mungu. Sawa na maandiko. Anasema hapo mwanzo. Maana yake ni kwamba kabla vyote havijakuwako,
kulikuwako na neno, na tunajua ya kwamba ni Mungu aliyekuwako kabla vyote havijakuwako. Amina. Kwa maana hiyo sasa, nikisema Yesu Kristo ni Mungu, nina uhakika kwa sababu ya maandiko. Maandiko yanasema huyu neno ni Mungu. Ukisoma kwenye hiyo sura yote utagundua ni wakati ambapo Yohana alikuwa anamtambulisha Yesu Kristo. Amina. Anamtambulisha Yesu Kristo kwa ulimwengu. Ndio maana pale mwishoni baadaye utaona anasema ya kwamba huyo neno akavaa mwili akakaa kwetu. Kwenye mstari wa 14 anazungumza kuhusu Yesu Kristo ambaye ni Mungu mwenyewe, ambaye ni neno la Mungu, kwa sababu huwezi kumtenga Mungu na neno lake. Amina. Kwa hiyo Yesu Kristo ni Mungu uliyemwamini, sio mwanadamu mstaarabu aliyempenda Mungu. Nisikilize, Yesu uliyemwamini sio mwanadamu mstaarabu muungwana aliyependeza Mungu. Yeye mwenyewe ni Mungu. Amina. Kwa hiyo kwa maana nyingine ni kwamba uliyemwamini ni Mungu kupitia Yesu Kristo. Umemwamini Mungu ambaye hapo mwanzo kabla vyote havijakuwa yeye alikuwepo. Umemwamini kupitia Yesu Kristo. Si unanielewa mpendwa? Jambo la pili, Yesu Kristo ni muumbaji wa vitu vyote. Yesu Kristo ni muumbaji wa vitu vyote. Hebu twende tuangalie kwenye hiyo Yohana tuliyosoma mstari ule wa 2. Anasema huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Mstari wa 3 anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Vyote vilifanyika kupitia Yesu Kristo, wala pasipo yeye hakuna chochote kilichofanyika. Naomba unitazame sasa. Umeona maandiko yanavyosema? Anasema kupitia huyu neno ambaye baadaye utakuja kugundua ndio neno la Mungu, ndio Yesu Kristo. Anasema vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakuna